Karibu, jisikia hapo nyumbani. Asante, karibu. Hivi walikuwa na matatizo gani na wale vijana mpaka wanakufukuza hivi? Ni story ndefu sana, lakini kwa kifupi Salama vipi? Nafahamu. Shwari. Nikuja kumuulizia mwanasheria hapa. Nimemkuta? Mwanasheria? Una hadi naye? Niliongea naye kwenye simu tukakubaliana kwamba leo nje tunaona naye hapa. Karibu yupo. Karibu. Kwa mkuu. Sio mkuu vipi? Safi vipi? Nimekuja kuliongelea lile swala langu la ile kesi ambayo unaisimamia. Sasa nimeona tuje tuimalizie nyumbani. Sitaki kwenda kupoteza muda mahakamani, njoo tarehe fulani. Nimeona bora tuje tuimalizie hapa nyumbani. Kuimaliza vipi? Hapo ndo nashindwa kuelewa. Ni hivi. Hebu niambie. Nikupe kiasi gani? Yaani niambie una kiasi fulani, bwana mimi nahitaji kiasi fulani, mimi nikufanyie marekebisho hapa. Ni simu moja. Ndio kijana, nataka nikwambie kitu kimoja. Hivi kwa nini hujiamini wewe? Kesi imeshatoka kwenye mikono yako, imeshakwenda kwenye sheria. Imeshakwenda mahakamani. Kwa nini tusisubiri mahakama ikatoa hukumu yake? Kwa hiyo unakosa kushindwa kujiamini wewe. Kesi sishafika mahakamani. Kwa nini usisubiri kesi mahakama yenyewe ikaamua? Kwa nini unashindwa kufanya hivyo? Haujiamini au sio? Kujiamini najiamini sana. Sasa kumbe kitu gani? Mimi bwana, sikiliza nikwambie, mimi ni mwanasheria ambaye nasimamia katika sheria. Na mimi nimesimama hapa muda wote na kusikiliza wewe unaniambia mambo ya si unataka shilingi ngapi, si unataka kitu gani, si mara kesi hii usipeleke huku tuimalize huku. Wewe umeona wapi kesi inamalizwa nyumbani? Tokea lini kesi inamalizwa nyumbani? Tuseme hivi kiongozi, wewe labda utakuwa umeelewa vibaya. Hii sio rushwa nakupa. Yaani hii sio rushwa. Yaani nachokifanya mimi ni kwamba tuirahisishe tu hii kesi isiende mbali. Yaani tuimalize tu hapa. Sasa hiyo ingekuwa sio rushwa, au sio? Wewe ungekuja tu hapa ukamkabidhi hata mlinzi wangu ule akanipa hiyo pesa. Sijaweza kufanya hivyo kwa sababu nimekufuata wewe, nitamwachaje mlinzi wakati wewe? Sasa si umesema sio rushwa, ni kama zawadi tu umenipa. Ungefanya hivyo, ungempa tu bwana, ukimkuta bwana mkubwa hapo mpe hii hapa, ingekuja kwangu safi kabisa. Lakini kama mpaka unafika hapa unanizungumzisha na story ambazo kwamba eti sijui kesi tuichukue sisi tupeleke huko, mimi mambo hayo huwa sifanyi. Na mimi labda nikwambie kitu kimoja, mimi ni mwanasheria ambaye nasimamia katika sheria. Kama sheria imeshafika kule mahakamani, basi tusubiri mahakama ndio itakayotoa hukumu. Basi hiyo ndo mwisho kabisa. Kwa hiyo kiongozi, kwa hiyo wewe unapingana na hii ofa nilikupa, si ndio? Lazima nipingane nalo kwa sababu aliendani na maadili yangu. Mimi na taratibu zangu na mipango yangu, nikisema inaenda hivi inakwenda hivi. Sibadilishi na hakuna mtu yoyote anaweza kunifanya nibadilishe. Kwa hiyo nachoomba kijana, usipoteze muda wako. Na mimi mwenyewe na shughuli nyingi za kufanya. Mlango wapo, nenda zako. Umenielewa? Mimi nasimamia sheria. Na kama nasimamia sheria mpaka kesi mahakamani pale itakapotoa maamuzi yake, ndio kesi itakapoishia hapo. Umenielewa? Kwanza wewe utanilipa mimi shilingi ngapi? Pesa gani ambayo utanipa wewe? Mimi kazi yangu naofanya napata pesa nyingi kuliko wewe unavyofikiria. Na vijana wangapi na wasimamia kesi zao?
Na watu wangapi nasimamia kesi zao? Wakina mama, wakina wazee, watu wazima, mimi nasimamia kesi zao. Kesi za mirasi, nyumba, si na nini na nini. Mimi nashindaje kuwa na pesa? Mpaka wewe una shilingi ngapi ya kunipa mimi wewe? Sasa sikia, naondoka. Lakini tusije tukalaumiana baadaye. Wewe ndio usije kunilaumu mimi. Kwa sababu una uhakika hii issue hautoki. Kwa sababu nimekupa ofa na umeikataa. Tusije tukalaumiana baadaye. Mimi naenda. Nakupa muda ufikirie, namba yangu nahisi unayo. Kwa hiyo akili yako ishakaa sawa, nipigie. Mimi naenda.